Msikilizaji wetu ama mtazamaji wetu, neno linataka kutufunza aje nyaga? Neno linatufunza jinsi Mariamu alitumaniwa na Mungu. Tunasikia ya kwamba malaika Gabrieli akatumwa kutoka juu mbinguni akuje aletee Mariamu ujumbe, na Mariamu naye na akawa wa kukubali. Na ndio maana unaona mimba ikawa ya kuingia ndani ya Maria. Kama Mariamu hangekubali, kumaanisha mimba haingeingia ndani ya Mariamu. Na kwa sababu unasikia hakuna neno litapotelea chini. Hata Mungu akiwa juu mbinguni akaona utakatifu wa Mariamu, na ndiposa akatuma malaika Gabrieli huku duniani, na tukaona hapo ndipo Yesu aliingililia. Tazama, tunaelekea wakati wa Christmas, ile wakati Yesu alizaliwa nyaga. Na ndio maana unaona tunaambiwa ya kwamba ati Roho wa Mungu akatumania, Mungu mwenyewe akatumania Mariamu kupitia malaika Gabrieli, na Mariamu akaambiwa ya kwamba atakuwa mjamzito. Na Mariamu akajiuliza maswali mingi sana. Akaambia malaika, tazama mimi hata mwanaume simjui. Kwa sababu Mariamu alikuwa bikira, hakuwa amekutana na mwanaume. Nyaga, siku ya leo tunaweza pata bikira mwenye anaweza tumaniwa na Mungu akiwa kwa kiti chake cha enzi, mwenye Mwenyezi Mungu akiwa juu mbinguni, ati anakutumania, anaona utakatifu wako, uaminifu wako hata mbele za Mwenyezi Mungu. Tazama Mariamu anaambia malaika, mpaka anaambia malaika ati mimi ni mjakazi wa Bwana. Tazama hata mwanaume simjui, itakujaje? Naye malaika akamwambia kwamba usiogope, usikuwe na hofu, usikuwe na shaka, maana Mungu amekuchagua wewe mwenyewe, maana Mungu atakuwekea uvuli wake, atafunikwa. Nyaga, inaonekana ya kwamba sababu Mariamu alikuwa mwenyewe amechaguliwa. Mimi naona Mariamu hata ile shida wanawake wanakuaga nayo wakiwa wajawazito, Mariamu ni kama hakuwa nayo. Mariamu ni kama hakuwa nayo, maana uvuli ulikuwa juu yake. Nyaga, unasikia kwamba malaika anamwambia kwamba usiogope. Hebu tazama ni wangapi wametembelewa na malaika hata kwa Biblia nyaga. Ni wangapi wametembelewa na malaika wakiwaambiwa ya kwamba watashika mimba. Wajiko kidogo tu hapa Wajiko, kuna mahali nataka si kama kukosea, lakini ni kama nikukwambia ya kwamba hata Mariamu bado alipatana na hii mambo unasema hakupatana. Hapana, mimi naona ni kama Mariamu hakutapika, hakuwa na morning sickness. Hapana, wacha nikwambie. Mimi naona ni kama Mariamu hakuwa na hiyo. Unajua sababu ya kusema hivyo ni nini Wajiko? Tazama, kitu ya kwanza alikuja akapata na stress. Stress ile Mariamu alipata ni kuwa hata ataweza anje kuambia yule ambaye alikuwa Wajiko, unajua amesema ndio hajajua mwanaume. Kujua mwanaume ni kama ni kulala na mwanaume, lakini alikuwa ameulizwa na Yusufu. Ukweli? Sasa anashindwa ataenda kumwelezea anje niko na mimba. Hebu tazama nguvu za Mwenyezi Mungu. Maana Mariamu wakati alipotoka hapo, tukiendelea hapo chini kidogo, Mariamu aliondoka bio mpaka kwa Elizabeth, sababu malaika alimwambia ya kwamba tazama mmoja wa nyumba yako Elizabeth ameshika mimba na uzee wake, aliyekuwa ameitwa tasa na watu wengi. Elizabeth alikuwa ameitwa tasa sana, na alishika mimba akiwa mzee. Ati na malaika mpaka anajua mimba ya Elizabeth ni ya miezi 6. Ati Mariamu wakati alimalizana na malaika, Mariamu alikimbia mpaka kwa Elizabeth nyaga. Hapa chini neno linatuambia hivyo. Ati Mariamu alikimbia kwa Elizabeth, akaenda akamwambia ile maneno, na kuamkua kwa Mariamu kwa Elizabeth. Maana tayari mimba ilishakuwa imeingia kwa ndani ya Mariamu. Wakati Elizabeth aliamukiwa, Mariamu alisalimia Elizabeth. Yule mtoto aliyekuwa ndani ya Elizabeth alirukaruka kwa furaha. Baka Elizabeth akajua kuna kitu imeendelea. Na Mariamu wakati alimuelezea ile maneno, Elizabeth akatoa maneno ingine ya kubarikisha nani? Mariamu. Kwa sababu yule malaika
Yule malaika alikuwa ndani ya Elizabeth. Wanjiko, nikikukata tena kidogo, maana unajua ni vizuri tunasoma neno la Mwenyezi Mungu. Wanjiko, ukisoma vizuri hii maandiko kutoka mahali Maria alipatwa na malaika Gabrieli mpaka mahali alikuja kutembea kwa huyu anti yake. Hiyo maneno yote Wanjiko, hebu tazama, kuna kitu watu sana tuna watu wa kanisa ya Catholic wanakisangwa nayo.